Hawa maproducer hawa ambao leo nataka tuwazungumzie sana katika moja kati ya swala ambalo la kuzungumza na la kuwekea umakini ni kuomba chama cha maproducer, mwenyekiti wa maproducer Fadhili Mfate. Bana blaza, unanisikia? Wewe ni mwenyekiti wa maproducer wote Tanzania, lakini kuna watu hawakujui. Kuna watu hawajui kama kuna chama. Hiki chama kinavyolega ndo tunakosa sehemu ya kuongelea. Nyinyi maproducer, sisi maproducer tunao produce kazi zetu, inatakiwa tujue kwamba kuna chama na hiki chama kinajulikana kisheria, kinajulikana ili ya kutusaidia sisi. Kwa sisi maproducer inatakiwa lazima tuweze kujiunga kwenye hiki chama. Tunajiungaje wakati hatuna sehemu ya kuuza kazi? Kwa tunafikiria tunaenda kuuza wapi kazi, sio kujalalisha kwenye serikali. Kwa hapa kuna tatizo lipo, inabidi lisolviwe. Kila producer akiweza kusimama imara akaonyesha support yake katika kulalamikia soko, katika kuzungumzia swala hili la soko. Wewe producer, nyuma yako umebeba cheni ya wafanyakazi wengi ambao wao wafanyakazi kutoka kwenye hizi department, kutoka kwenye hivi vyama, kwa pamoja wanategemea product yako. Kwa producer utakapolala, producer utakaposhindwa kusupport movement hii ya kuiomba serikali tuletee soko letu huru, basi tunaenda kufeli. Leo hii tunaona maproducer anakaa kimya. Maproducer wanakubali kwamba we producer unakubali kwamba content creator naye ni producer, anaenda kupewa bilioni 2. Serikali inamsupport content creator kwa kumpa bilioni 2 atengeneze content ambazo hizi hela tutazigawa kwa hawa watu, lakini hizi hela zitaenda kupotea kwa sababu wataenda kutengeneza content. Wanaenda kuuza wapi? YouTube. No, YouTube inapoteza exclusive ya kazi zetu. Ndio maana hakuna producer Bongo alifanya kazi yake kwa milioni 1 kwenda mbele, 3, 5, 10 hadi milioni 20 ailete YouTube, alafu aanze kusubiri subscribers, asubiri sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kule YouTube, wakati yeye ana cheni ya wafanyakazi wanahitaji kulipwa. Kwa hiyo tunaenda kukuta kwamba soko hakuna, producer yeye hawezi kuzalisha, anabaki na kazi ndani, ajui anazipeleka wapi. Kwa hiyo producer ndo anabeba muhimili wa hawa watu wote, anawaajiri. Sasa tusipomnyanyua producer huyu kwa kuangalia kwamba jamani, tuna maproducer wangapi Tanzania? Wengi, na wengine hawajulikani, na wengi hawajulikani kwa sababu kwenye chama hawapo. Lakini tukiwa na soko huru, hawa wote wataweza kupatikana humu, kwa sababu producer lazima atajisajili, tuweze kumjua, upload kazi yake, aipeleke serikalini, ikaguliwe, alipe ada ya mwaka, atafuata taratibu zote. Kwa sababu producer anashindwaje kulipa buku 2 ada ya mwaka, ambayo ukikusanya kwa maproducer wote Tanzania, hela ingekuja tena kusapoti katika vikao vya maproducer, uendeshaji wa ofisi ya chama cha maproducer. Lakini kwa sababu hatuna kitu cha kutusababisha tukakutana mara kwa mara kuzungumza hivi vitu juu ya masuala ya soko, tunajikuta kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe, unaanza kuproducer na kazi yake yupo nayo ndani, anashindwa kwa kupeleka, anabaki nayo ndani, anaenda kuproduce content ambazo za YouTube, anaamini kwamba nikitengeneza content fupi zitaonwa YouTube nitapata hela. Lakini kumbe kule tunapoteza exclusive ya kazi. Kipya kinyemi kiwapo dukani, kinapotoka sio kipya tena. Na hiyo ndo biashara ya filamu. Biashara ya filamu inataka usiri wa ile product. Ikishaonekana haina siri tena. YouTube mtu yote anaweza kudownload, mtu yote anaweza kusambaza, mtu yote anaweza kufanya chochote. Leo hii tunaona ma content creator wa tamthilia zinazoruka YouTube, wakina Chado Master wanalalamika kwamba wamejitoa kwenye umoja na muunganiko wa wamiliki wa library kwa sababu wanaona wanaibiwa. Ni kweli producer, wewe Chado unaibiwa. Unaweka content yako YouTube, anaidownload mwenye library mmoja ambaye hatumjui, anaenda kuisambaza kwenye library 20. Lakini wewe umepata shilingi 2000, 1000 umeambulia. Lakini kazi yako mtaani unakuwa maarufu, ila pesa hakuna. Pesa hakuna kwa sababu hatuna soko huru. Hawa wenye library hawa inatakiwa kwenye mfumo wa soko, na wenyewe tutaangalia jinsi ya kuabana, tutaangalia jinsi ya kumpa producer support. Tutaangalia producer wetu ana shida gani, tunamsupport vipi, biashara yake inaendaje. Na so far sisi maproducer kwa pamoja tunatakiwa tuiombe serikali itusaidie tuweze kupata soko huru kwa ajili ya filamu zetu. Na soko huru hili litatusaidia sisi maproducer tuweze kuwa na amani na security ya kazi yetu, kwamba unaachia kazi lakini unakuwa una amani huko, kazi yako haitoibiwa, hakuna watu wa kuiba.
Kwa sababu gani? Tupo kwenye mfumo wa soko huru. Kwa hiyo producer unavyolala, ambavyo uendi kujiandikisha kwenye chama cha maproducer, kuweza kuhamasisha watu wakae vikao vya pamoja za maproducer, vina uwezo wa kudiskasi, vina uwezo wa kung'amua, wana uwezo wa kuchangamua, kwa sababu wote tutakutana kwa pamoja. Lakini leo kikao kimefanyika lini hujui? Uchaguzi wa chama cha maproducer umefanyika, wewe hujui? Mwenyekiti wa maproducer umjui? Sababu za wewe kuingia kwenye chama uzijui? Yaani tupo tuna produce ili mradi. Ndio maana hata serikali ikitoa bilioni 2 kwa content creator inaamini inawasupport, inatusaidia. Ni kweli wanatusaidia, lakini wanatusaidia kwa njia sio. Watatupa hela, tutaenda kuzalisha content, tutaposti, mtafurahia. Watanzania wataenjoy, lakini sisi tutakuwa bado hatuna pesa. Hatujatengeneza soko ambalo kesho nizalishe tena nikauze pale nipate hela. Hivyo ndo tunavyotakiwa twende. Lakini kwa sababu ya changamoto ya soko, na sisi maproducer hatutaki kuelewa kwa nini kuna chama kinafanyaje kazi, tuingie vipi. Tunatakiwa sisi ndo tuishauri serikali hii bilioni 2 tuandalie soko kwanza, alafu inayobaki ndo wagawie watu, watengeneze product waje waziuze hapa, wapate kurudisha hela yao na wapate hela ya kutengeneza product zingine. Kama wewe ni producer, unanisikiliza, unatengeneza documentary, unatengeneza filamu, unatengeneza short clip hizi, kwa pamoja tunatakiwa tuungane, tuombe serikali itutengenezee mfumo wa soko letu huru la filamu zetu, ili tuweze kutengeneza mfumo wa kuendelea kuwaajiri hawa watu. Huyu producer akifeli, wewe mwandishi una kitu, wewe director una kitu, wewe location manager hakuna kitu, mtu wa props, mavazi, seti na kila kitu kwenye filamu amna, wote tutakuwa sawa na bure. Lakini serikali ikitutengenezea soko, itakuwa imeendelea kutengeneza mfumo wa ajira kwa hawa watu wote ambao wanaunda vyama hivi vyenye kuleta shirikisho la filamu. Hivi sisi hatuoni aibu? Shirikisho la mpira wa miguu, hebu mbona linatuacha nyuma? Kama wenzetu wa mpira wa miguu wanaweza, kwa nini filamu zetu tusiweze? Shirikisho letu ndo linalala. Tunatakiwa tumpate rais wa shirikisho ambaye ana uwezo wa kutia amsha huku chini. Rais, naamini unanisikia, rais wa shirikisho, niko hapa mbele nazungumza kwa niaba ya filmmakers wote. Tunaomba utumie nafasi yako. Tunakuomba mheshimiwa rais wa shirikisho la filamu, utumie nafasi yako uweze kututengenezea soko huru la filamu zetu. Tunahangaika miaka na miaka, hatuna pa kukimbilia. Maproducer waelewi wafanye nini. Wanaproduce, tunagombana wenyewe, tunawachukia watu wa library wanawachukia maproducer, watazamaji wanaichukia tasnia, wanaona tasnia yetu ni vangalati. Wakati tulipo sasa ni pazuri kuliko tulikotoka. Tulikuwa hatuna knowledge ya kutengeneza product nzuri zenye ubora, sauti ilikuwa mbovu, tulikuwa yani kwa kifupi hatuzingatii teamwork. Hivi vitu vyote tulikuwa tuzingatii. Tulikuwa tunaenda mimi na kamera yangu na rekodi na maliza naondoka. Lakini sasa hizi production imekuwa, ukienda kwenye setup unakuta pale kuna watu wameajiriwa, watu zaidi ya 9. Hawa watu 9 kila mtu ana department yake na anatakiwa afanye kazi yake, aiingiliani na mwingine na analipwa hela yake. Kwa hiyo kama producer ataacha kuwa serious katika kutafuta soko, katika kulilia chama chake kimpe soko, chama chake kitutetee, chama chake kiweze kutuonyeshea njia, basi huyu producer hatakuwa na uwezo wa kuwalipa hawa wafanyakazi wengine. Kwa leo naomba tuishie hapa. Tumemzungumzia producer kwa umuhimu wake, jinsi gani tunamhitaji kwenye soko. Huyu ndo baba wa familia. Producer ndo anaandaa mikataba, ndo analipa hawa watu wote hao. Hivi vyama vyote havina kazi kama producer hana pa kupeleka. Tunaona distributors, chama cha wasambazaji ni sawasawa na hatuna chama. Kwa sababu kama chama cha wasambazaji kipo na kinashindwa kutatua swala la usambazaji wa filamu, maana yake hakuna umuhimu, hatuoni kinachofanyika. Na kuna mwenyekiti na kuna bajeti zinatoka na vikolokolo kibao vinatoka. Wewe wanachama wangapi? Yani kuna Watanzania wangapi ambao ni maproducer hawajui chama cha usambazaji kinafanya nini, kimesambaza nini, lini, kwa nini, na sisi tunaipataje? Huyo Mtanzania ukimwambia habari za chama cha wasambazaji unamchanganya. Kwa hiyo huku kote tutafika. Tumeanza na maproducer,
Kwa leo naomba wewe producer ulichukue hili, uliweke kichwani, alafu usiache kucomment, kushare na kulike. Zungumza kwenye comment yako tusikie una nini ndani yako, ili tuweze kwa pamoja tupambane, tuboreshe, tuweze kuboresha soko letu huru la filamu. Bila hivyo ni hatuna maisha, hatuna hela. Utabaki producer, una vifaa vyako, una makamera, una nini, ushatumia milioni 50 kununua vifaa, vipo ndani, na serikali bilioni 2 wanaenda kumpa content creator ambaye anaenda kutengeneza content, ajui anaenda kuuzia wapi. Tunategemea aende akauze YouTube, ambayo hatuna uhakika kama YouTube kesho tutaamka asubuhi tutaikuta ipo au tutaikuta imeshaondoka, wenyewe wameamua kuloki. Kwa hiyo inabidi tupate soko letu huru. Kwa producer, support mchongo. Kama unanisikiliza wewe msanii, wewe script writer, unajijua uelewi kuhusu chama, uelewi chochote, tutaendelea kufahamishana hapa, tutaendelea kupeana taarifa hapa, na nitakavyorudi nitakuonyeshea na nitakupa majibu ya kuhusiana na mwenyekiti wa maproducer kasemaje kuhusiana na soko.